Shalom, shalom. Nakusalimu sana katika jina la Yesu. Naitwa Mchungaji Zakayo, natumika na madhabahu ya Betheli Elim Church, Dodoma, maeneo ya Msalatu. Nataka nikushirikishe neno la Bwana jioni ya leo kwa habari ya uzima wa milele. Hebu tujadili kidogo, ni nini maana ya uzima wa milele? Inaweza kuwa swali gumu kidogo. Uzima wa milele, Kiswahili cha kawaida, unaposema uzima maana yake uhai, na milele maana yake uendelevu usiokuwa na kikomo wala mwisho. Sasa Yesu anazungumza neno hilo kwenye kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 17 na ule mstari wa pili. Anasema, kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba waupate uzima wa milele. Yesu anasema. Alafu anaendelea mstari wa 3, anasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Neno uzima wa milele ni nini? Inaweza kuwa msamiati. Nakumbuka kuna mtu mmoja anaitwa Nikodemo, alimuuliza Yesu kwa habari ya uzima wa milele, akaambiwa ya kupasa uingie katika tumbo la mama uzaliwe tena. Ikamsumbua sana. Nini maana ya kuzaliwa mara pili? Kwa kifupi sana nikusaidie, neno uzima wa milele maana yake ni wokovu. Uzima wa milele ni wokovu. Sasa hebu tujadili kidogo. Maandiko haya yanatusaidia kujua. Anasema, wakujue wewe Mungu wa pekee. Kwa kumbe uzima wa milele ni kumjua Mungu. Uzima wa milele ni kumjua Kristo. Uzima wa milele ni kumpa Yesu maisha, ni kumpa Mungu moyo wako. Kipengele muhimu sana, anaonyesha jinsi ambavyo anasema wakujue wewe Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Kwa kumbe wokovu tunaosema ndiyo uzima wa milele. Kumjua Mungu ndio wokovu na ndio uzima wa milele. Sasa anasema wa pekee. Kwa hiyo sentensi ya upekee maana yake Mungu ni Mungu wa pekee, uniqueness, yani hakuna mfano wa Mungu, hakuna aliye zaidi ya Mungu. Ndio hicho anasema wokovu ama uzima wa milele ni kumjua Mungu katika upekee